vipi? Na umeshtuka Jecha? Mada ya leo. Tupo katika mada ya leo. Na leo bwana Ijumaa leo. Unafahamu leo tunafunga na masuala ya sanaa. Tunafunga kwenye masuala ya sanaa ambapo tunakwenda kujadili nini kinachofanya msanii ama nini kinachomfanya msanii kuwa maarufu katika ulimwengu wa sanaa. Najua bwana, inawezekana wengine sasa tutapata nondo sana hapa kutoka kwa sanaa yote tu ile, kama ni uimbaji, uchongaji, uchoraji, upikaji. Kupika pia sanaa Yote ni sanaa. Vyote ni sanaa. Hata wewe hapo inawezekana kwa unafanya kazi ya sanaa. Kutangaza sanaa. Sawa. Tulia basi. Unaogopa au unaamini? Kabisa. Sasa tunaye hapa Farida Mohamed Amer. Unaona? Yeye ni mkurugenzi mtendaji ambaye pia ni mwanzilishi wa Zanzibar Youth Art Collective. Kwa kifupi tunasema ni ZYAC. Lakini pia tunaye ndugu Shukuru Mwinshehe. Ndio, nimepatia jina lako. Shukuru Mwinshehe. Yeye bwana ni mwanamuziki wa Singeli hapa. Shukuru. Mbona kama sio ile wa Singeli hivi? Kinyonge sana. Kinyonge sana Shukuru. Hapana. Na najua watu wa Singeli wanakuwa na vibe. Wana vishindo vyao watu wa Singeli. Sasa naona kama ile bari au bari kali tupunguze kidogo. Tupunguze labda. Hapana, sipo kinyonge. Karibu bana. Haya, asante. Fresh kabisa. Ndio. Singeli unaimba fresh. Ndio. Au wasiwasi hapo kuna mkurugenzi. Wewe mkurugenzi achana naye asikutishe. Ndio kwa wasiwasi hapa na mkurugenzi. Hapana. Upo mbele ya bosi wako. Unajua mimi nikifanya kipindi akiwa kwa bosi wangu. Mimi ndo fresh kabisa. Tena ikiwezekana ndo kama kuna maswali siku ndo nitamuuliza sana. Sasa kwa free kabisa hapo bwana. Uko vizuri sana. Ndio. Tunaweza tukapata mistari miwili mitatu. Basi niko na kuangalia tu kidogo. Vipi tunaweza tukaipata? Atupe kidogo. Atupe. Changamshe kidogo. Hebu tuende bwana. Okay. Wewe mwenyewe sijui nini tukufanyie, mana mengi umefanya kwetu sie baba Mwinyi, ongera zikufikie, yako mazuri acha nisimulie, ona Zanzibari yapendeza tunajionea, kwa ujenzi wa masoko twashukuru pia, na ujenzi wa skuri barabara pia, umeboresha miundo mbinu tunajivunia. Yaani niko nasubiri kwenye sehemu ya kitikio ili sisi tuunganishe. Chorus yake ikoje? Chorus yake. Nani chorus yake nasema? Tupe chorus yake. Nasema hongera Dr. Mwinyi hongera. Hongera Hoseni baba hongera. Hongera Dr. Mwinyi hongera. Hongera Dr. baba hongera. Si tunampenda rais wetu. Hongera. Si tunampenda rais wetu. Hongera. Kipaji mwana haya. Sasa mimi nitachukua tunampenda rais wetu. Nitachukua hapo hongera. Hapo tu. Hapo kanisha tu. Yeye ataendelea siku tutachukua. Yaani hizi kwenye sanaa wenyewe kwa sisi tulozoea wanasema ni back vocal hizo. Au unadanganya wewe tena Jecha. Jecha mwenyewe anasema back vocal hizo. Back vocal hizo. Ulimpa taarifa kabla kufika ni? Au bwana hawa wajumbe hao. Unajua kuna wajumbe ambao wanafanya kazi nzuri sana kwa Jecha lakini. Hapana, sikiliza, unajua bwana mimi mwana hawa Mungu kanijalia na marafiki wa kila design. Mimi na marafiki maproducer wa muziki. Unafahamu na marafiki wasanii. Kwa hiyo marafiki zangu wote sasa wakati mwingine mimi naenda hata studio tu. Nakaa naona jamaa wanavorekodi nyimbo. Sasa hebu njote back vocal kidogo. Sasa nyingine back vocal. Unatia wewe? Acha Jecha tena. Mimi siti. Wenyewe utasikia tu anaweka back vocal. Hasa back vocal ndo nasikiliza. Sijui nitapiga nyimbo hapa moja afu nitakwambia hizi hapa hizi ndo zinaitwa back vocal hizo yani. Zile zinakuwa zile sauti. Vocal ni sauti. Zile sauti zile za nyuma zile ambazo huko zinachombeza katika nyimbo yani. Jecha usinishawishi nikakuiba. Hebu twende tukaangazie bwana mada yetu. Tunasema kwamba nini kinachomfanya msanii kuwa maarufu katika ulimwengu wa sanaa. Unajua wasanii bwana wanakuwa wanataka
umaarufu. Unafahamu? Sasa wako wengine inawezekana wakawa wanatumia hata zile njia ambazo sio sahihi sana zile. Unafahamu? Za kuvujisha mambo. Unafahamu? Ili mradi tu kwamba watu adili na yeye yani fanya. Watu wakae attention kwake bwana. Hebu tuanzie kwako hapa, mkurugenzi mtendaji. Unafahamu leo tuna mkurugenzi mtendaji wa ZYAC. Unafahamu kirefu chake kinasema Zanzibar Youth Art Collective. Hii Zanzibar Youth Art Collective ni nini hasa? Tuanzie hapo kwanza. Zanzibar Youth Art Collective ni kikundi ambacho kinakusanya vijana ambao walikuwa na talanta au tuseme ile waliokuwa na talent inayohusiana na mambo ya sanaa, vipaji ndio. Kwa vijana. Kwa sababu vijana wapo wengi, kwa hiyo ndio maana ikaekwa hii Zanzibar Youth Art Collective ili kuwaleta pamoja. Ni ule mkusanyiko wa vijana wenye talanta. Wewe mwenyewe ni msanii pia? Ndiyo, ni msanii. Lakini sio muziki. Unajua sanaa ni pana, kubwa sanaa. Sanaa inakusanya muziki, sanaa inakusanya uchoraji. Mimi sanaa ilikuwa mimi ni masuala ya kudesign. Designer. Sio nguo, bali ni vitu tofauti, like kwamba ni sana huwa natumia maua, flowers. Ndio sanaa yangu mimi ilipo. Okay. Nini kilikusukuma kuanzisha hii taasisi? Kilichonisukuma kama kijana, naongelea kama kijana. Ndio. Vijana wengi wana sanaa ndani yao, lakini hawajui au hawajijui kwamba mimi nina sanaa. Mtu anajua sanaa ni muziki tu, sanaa ni kuimba tu, lakini mtu hajui kwamba hata kile anachokifanya akatumia ubunifu mdogo tu ni sanaa. Hata na mimi ile ni take time nikasema kwamba mimi ni msanii. Kwa hiyo kuona kwamba mimi ile ni take time, basi wapo vijana wenzangu ambao watakuwa kama mimi. Kwa nini tusijiorganize pamoja tukafanya kitu kimoja ni kizuri? Wakafikia ndoto zao ambazo wanahitaji kufikia. Na tangu umeanzisha sasa hivi ni muda gani? Anzisha inafika ni miaka 2. Miaka 2. Kuna nini ndani yake kimetokea baada ya miaka 2 tangu umeanzisha hiyo taasisi? Kwanza kuwapata wale vijana. Niweza kusema kwamba ile dhamira yangu nimeanza kuifikia. Kwa sababu tulipoanza mwaka wa kwanza, kijana ukimwambia fanya hivi, wewe una sanaa gani ndani yako? Akwambia mie sijui, mimi najua kuongea tu na kula. Wengine mie najua pengine kuchora, lakini sijapata ule muamko wa kuchora zile picha zile ambazo painting zile za ukutani. Kwa hiyo unakuta sasa hivi nimewapata kidogo wengi kulikoni na hapo mwanzo. Wanafika wangapi? Wanafika vijana 7. Na awali ulisema kwamba ni mkusanyiko wa vijana au ni hizo talanta za kisanaa. Sasa unapomwambia, kwa hiyo unaanza kwenda kumshawishi hata mwana hawa ambaye hajijui yuko kwenye sanaa gani, mradi aje ajiunge. Maana mtu anasema, mtu anamwambia kwamba mimi sijui kitu, najua kula, maana hajajua sanaa yake. Sasa huyo anajumuikaje hapo? It take time kwa kumuelewesha mtu kama huyo mpaka ukagundua na yeye akagundua kwamba ana sanaa ndani yake. Unamweka karibu mwana hawa na kuja na kuweka mimi karibu. Si unaniambia huna talanta wewe, kumbe na kipaji cha kuimba. Karibu. Baada ya kukuweka karibu nitakuwa na kusoma sasa. Mwana hawa anapenda kufanya kitu 1 2 3. Hichi ni kitu gani? Hichi ni kitu gani? Hichi ni kitu gani? Baadaye nitakwambia hebu fanya kitu fulani. Kwa kuangalia tu fanya kitu fulani. Ukikiweza talanta ndani yako, kwa nini sasa usikiibue zaidi? Okay, umezungumza kwamba una vijana 7 mpaka hivi sasa katika kituo chako hicho cha ZYAC. Na wako vijana wengi sana, naamini wengi sana ambao wana vipaji mbalimbali hapa Zanzibar na nje ya Zanzibar. Kwa upande wa hawa vijana ambao labda baada ya kukusikia wewe mkurugenzi mtendaji tayari msajiliwa rasmi. Na mwitikio wa vijana baada ya kuja hii taasisi ulikuwaje? Mwitikio wa vijana wakati ndio kwanza tunaanza ulikuwa ni mdogo sana. Yaani jecha watu wanasema umegusa kunako. Yaani unajua vijana wengi, tulio wengi, mtu ukimwambia fanya kitu fulani kwanza anaangalia zile outcome zake kabla ya kuangalia income. Yaani anaangalia hawezi kutumia energy yake, anasema kwamba mimi nitaweza kupata kitu fulani au kitu gani bila kufanyia kazi yoyote. Kitu anachoweza kupata, kwanza mfano tuchukulie kama mfano Kidi, Super Kidi. Ameshajiunga, yeye ana sanaa ya muziki.
muziki wake hauhitajiki kuangaliwa tu kwenye laptop na simu. Kwa hiyo lazima atahitaji majukwaa. Kwa hiyo sisi tuna deals na hayo majukwaa. Super Kid anahitaji kuzalisha muziki mpya. Kwa hiyo sisi ndo tuna deal na wale ma producers kuhusiana na bass, sijui kiasi fulani, sehemu gani. Yeye ni kwenda kurekodi muziki wake, likitokea jukwaa anaenda ana perform, ndio hiyo. Sasa kwa mdo wenyewe wasimamizi wake. Ndio. Hebu tumpe nafasi naye kidogo kwanza hapa. Umetuimbia nyimbo nzuri sana. Hebu tuambie kwanza anayozungumza mkurugenzi hapa. Yana uhalisia? Ndio, uhalisia yanayo. Na mimi kama msanii wa ZYC tuko humo tunaona yanayosema uhalisia yanayo. Au yasemi kwa sababu mwenyewe uko hapa? Hapana. Tangu wewe umejiunga na hiyo taasisi muda gani sasa hivi? Ni miezi kadhaa, kama miezi 4 tu. Nini kilikushawishi ukaona naweza kujiunga na naweza kusonga mbele hapa? Kutokana na mipango yao jinsi ilivyo, nilisikiliza kwanza mpango wao, wana mipango gani. Nikaona kabisa kuna fursa kama mimi kama kijana na kama msanii mwenye ndoto kwamba kupitia kikundi hicho naweza kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kama hivyo kuna ofa za kurekodiwa audio, kushutiwa video, kufanywa promo na kutafutiwa majukwaa makubwa, vitu ambavyo mimi kama msanii ambaye underground sikuwa na uwezo navyo kufanya mimi nikiwa mwenyewe. Kwa hiyo nikawa nahitaji support na support ndio hii. Ulijuaje hii taasisi? Ulijuaje kwanza wewe? Mimi na mkurugenzi tulikutana, tulikuwa tukiwa studio, alikuwa amekuja na wasanii wake wengine. Tukapata nafasi ya kukutana pale, akasikiliza kazi zangu ambazo zilikuwa ziko studio. Nikatokea kumuomba kama yeye kutokuwa kuna nafasi basi na mimi nijiunge, baada ya kuwa amenielekeza kuhusu kikundi hicho. Nikiwa hapo baada, kwa sababu nilikuwa sijawahi kupanda kwenye jukwaa kubwa la kuna kuperform na wasanii wakubwa, nikaperform. Nafikiri ilikuwa kwenye mapokezi ya kumpokea Dr. Mwinyi pale Kisonge. Pale nilipanda kwenye jukwaa ile, nikabahatika kukutana na wasanii wakubwa. Hiyo niliwezeshwa na ZYC. Vile vile nimerekodi nyimbo ambazo nilikuwa sikurekodi nyimbo nyingi hivyo, lakini kwa kupitia ZYC nimebahatika kurekodi nyimbo jambo moja. Lakini nyimbo hiyo kupata promotion labda katika vyombo vya habari, hilo linakuwa ni jambo la pili. Labda katika hizo nyimbo ambazo umesharekodi, tayari taasisi na uongozi kabisa ni umeshaanza harakati za promotion kuzipeleka katika media mbalimbali? Harakati tayari ziko tayari, na hivi tunapozungumza nyimbo tayari ziko kwenye mitandao ya kijamii. Kuna baadhi wengine hawana simu janja huko. Unafahamu, hawana ile access. Tulizungumza hapa muda mchache uliopita, wengine wanakwenda kuweka kambi kupata wifi ya bure kabisa. Labda katika vyombo vya habari, mfano radio, television, huku mnachukua jitihada gani nako? Manake nao iko masi ya watu ambao huu unakuwa ndio uwanja wao wa nyumbani kuogelea. Ndio. Na mchakato upo na ndo kama hivi tumepata interview na lebo inashughulikia hilo kwamba kupeleka kwenye media mbalimbali ili nyimbo zisambae ziwafikie watu ambao hawana simu janja kama ulivyosema. Lakini turudi baada ya maelezo yote, Jecha atuambie, tumesema msanii anaweza nini kinachomfanya msanii kuwa maarufu katika ulimwengu wa sanaa? Hapa sasa tunataka tukapige mle kunako mada yetu kabisa ambayo tunaijadili yani. Mimi ni msanii, Mwanahawa msanii, rafiki yetu hapo msanii hapo, umeona hapo. Nini sasa kinamfanya msanii aweze kupata umaarufu kwenye ulimwengu wake wa sanaa ambayo anayoifanya? Kinachomfanya msanii kuwa maarufu katika ulimwengu wake wa sanaa, kwanza ni ubunifu anaotumia katika kazi yake. Upekee. Ubunifu upekee. Ubunifu. Okay. Kwenye kazi yake, unajua kazi zinaweza zikawa nyingi, lakini tunakuja kutofautiana kwenye ubunifu. Pengine ubunifu wake anaweza akaeka vitu ambavyo sio wengi au sio wote ambao wanaweza kuvitumia. Kwa hiyo ile inaweza pia ikamsaidia yeye kuwa maarufu katika kazi yake. Lakini pia uzuri wa kazi yake anapoifanya, na wingi wa ule kazi yake na jinsi anavyoifanya. Kutokana na kazi yake anavyoifanya, basi anaweza kuwa maarufu. Lakini pia tuliongelea majukwaa. Msanii pia kutumia yale majukwaa pia inaweza kumfanya kwamba atoke stage moja kuingia nyingine kutokana na sanaa yake alionayo.
Kivipi majukwaa anaweza kumfanya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Haya, majukwaa pengine alipofanya kazi yake sio mwitikio wa watu wengi ambao wameitikia kutokana na kazi yake, lakini akapata jukwaa moja tu ambalo limekusanisha watu kutoka sehemu tofauti. Kwa hiyo ile kazi yake au ile nyimbo yake inaweza ikaenda viral kupitia jukwaa lile. Kwa hiyo anaweza akapata umaarufu kupitia lile jukwaa. Na wasanii wasio wanamuziki kama nyinyi ambao mnasema sana zenu mpaka zionekane mpaka tuzitafute, kuna hao wachoraji, kuna hao wapishi, kuna na wengine, wao vipi wanaweza kuwa maarufu? Kuwa maarufu, mfano umezungumzia mchoraji. Mchoraji, mimi siwezi nikakuamini wewe kama wewe kweli unachora au unachora vizuri kama sijamuona mtu au nikaperuzi katika mitandao yako ya kijamii kama naangalia ile kazi yako. Au mfano tuzungumzie kiupande wa kike, wewe unataka makeup, ukapake makeup. Umeambiwa au umepewa namba ya mtu, hujawahi kwenda kupaka makeup, lazima utasema huyu Hadija ndo nani? Subiri nimtafute huyu D. Kwa hiyo utaingia kwenye mitandao yake utaangalia. Uwezo ukapeleka sura tu ukapambwa. Ima utaenda utapambwa, ukirudi unajipambua. Au ukapendeza ukaendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo unapita kwanza kwenye mitandao yake na unaangalia. Ndio, kwa hiyo kutokana na hiyo anaweza akawa maarufu. Wewe ushakuja umeenda kupamba, amemwambia mwingine naye kaenda. Hiyo ni njia pia maarufu. Katika taasisi yenu tayari umesema kwamba tayari mna watu 7 na miaka 2 tu ndio imeanzishwa. Wengi wa jinsia ipi ambayo inaonekana kuwa na mwamko sana katika masuala ya kujua sanaa zao na kutaka pia ziendeleze? Jinsia ni ya kiume. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke ukimfuata mkwambia mimi siwezi, ukimwambia labda rekodi tu labda mfano wa kipindi tumzungumzie mwanamke, mfano kama siku hiyo ya wanawake inakuja, hemu tukae, hemu tuijadili hii siku ya mwanamke. Mwanamke ni nani? Mwanamke ana wadhifa gani katika nchi yetu? Atakwambia mimi siwezi, mimi mama yangu sijui hataki, lakini kwamba hajui kwamba hii talanta ambayo nilonayo inanisaidia mimi na maisha yangu ya baadaye. Kwa hiyo pia saa nyingine wazazi inakuwa ni haenda kufikia ndoto za mtoto. Na nyinyi mnatumia jitihada gani kuhakikisha kwamba kijana anatimiza ndoto zake licha ya kwamba kuna vikwazo kama hivyo? Licha ya kuwa na vikwazo kama hivyo, kijana kama kijana hasa wa kike tunakaa naye, tunaongea, tunajaribu kumweka close zaidi. Kuna wengine mtu anaenda mpaka anawashawishi wazazi wake, lakini mwisho anakubali. Lakini kuna wale wengine ambao inachukua muda mpaka ukae umueleweshe aone kazi zake kwamba sanaa sio lazima tu muziki. Sanaa sio lazima tu kwamba ni uchoraji zile painting. Sanaa ni kitu chochote ambacho wewe mwenyewe unakipenda na kimeingia katika maudhui ya sanaa. Kwa hiyo turudi kwa msanii wetu pale. Tangu umeanza muziki ni muda gani sasa hivi? Tangu nimeanza muziki sasa ni mwaka mmoja. Yeah. Unatumia njia gani wewe kujibrand, watu wakakujua na ukaonekana huyu ni msanii fulani, ukitajwa tu basi watu wakakufahamu? Njia ninazotumia ni kama hivyo, kuweka vitu vyangu katika mitandao ya kijamii, kwa sababu sasa hivi dunia ipo kiganjani, tunasema watu wengi wapo katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo huwa nafanya vitu vyangu katika mitandao ya kijamii. Humo ndo huwa napeleka video zangu, na vile vile tunapambana na mkurugenzi hapo kufikisha nyimbo zetu katika radio TV. Sawa, katika kazi zako upo katika mazingira ya Zanzibar. Deo. Na hizi kazi ulizianzia hapa? Kazi nilianzia Dar es Salaam. Kilichokushawishi kuja hapa? Na huku nilikuja kwa kazi, lakini ndo sana yangu naiendeleza pia niko. Tofauti wa kazi ukiwa hapa na huko? Tofauti ni mwamko wa huku na kule kimuziki ni tofauti, lakini vile vile huku mwamko huko, lakini si sana kama Dar es Salaam. Lakini ndo imeanza kuchangamka muziki Zanzibar kwa huu upande wa mloko wa mimi wa Singeli. Hebu tumwachie msanii mwenyewe anaweza kufahamu mengi. Msanii, hebu tuambie. Mimi nafikiri kwenda mjini wenyewe tunasema sio mpaka kiki. Mimi kama mimi binafsi siamini kwenye kiki. Siamini kwenye kiki. Kwa sababu mimi naamini ili uwe maarufu ni kuwa tofauti na wasanii wengine, kwa sababu tunaimba wengi, lakini binafsi labda mimi naimba nini ili mtu anipe sikio. Kwa hiyo shabiki kwenye kukusikiliza wewe unataka uje na kitu cha tofauti na sio kiki. Mimi binafsi siamini kwenye kiki. Wapo ambao wanafanya kiki wenyewe wanaamini ukishafanya kiki ndo labda ukishaweka watu attention, watu ukishatoa ngoma watakufuatilia. Lakini mimi binafsi naamini ukishakuja na kitu cha tofauti ndo watu watakupa sikio. Okay.
Kwa hiyo wewe unakuja na vitu vya utofauti kabisa. tofauti. Utofauti gani ambao upo nao wewe tofauti na wasanii wengine? Kwa singeli. Kwa mfano mimi msanii wa singeli, hata ukisikiliza nyimbo zangu utasikia kabisa niko tofauti. Mfano leo ukataka kuimba singeli alafu unataka kuimba kama Dula Makabila, watu hawatakupa kwa sababu Makabila tayari yupo. Ukitaka kuimba leo kama D-Voice tayari yupo. Kwa hiyo unakuja na kitu cha tofauti. Hata mimi ukisikiliza nyimbo zangu utasikia ni tofauti. Kuna nyimbo ya Dr. Mwinyi nimemwimbia Dr. Mwinyi. Nimeimba tofauti na nyimbo za wasanii wengine ambao wamesifia marais na chama na viongozi mbalimbali. Mimi nimeimba tofauti. Ukisikiliza nyimbo iko YouTube utaona kabisa mimi naimba tofauti na wasanii wengine. Kwa mtu akitaka kusikiliza kazi zako YouTube anakupataje? Ananipata kwa Super Kid, andike Super Kid. Super Kid. Yeah. Kwa nini Super Kid? Super Kid lenyewe mimi nilibatizwa nahisi kwa ubora wangu. Nilipewa na mashabiki baada ya kupata jukwaa moja, nilipopanda pale nikaimba, nikawa natumia jina lingine nikiacha Super Kid. Kwa mashabiki pale ndo wakapendekeza nisiitwe hilo jina, niitwe Super Kid kuanzia hapo. Kwa nilipewa na mashabiki. Na ukalikubali moja kwa moja yani. Ukasema hilo tayari yani. Yeah. Limeenda mjini. Ndio. Sawa, hapo tumekufahamu vizuri sana kabisa. Zenu studio. Mimi nauliza swali, kwa nini kachagua kuimba singeli kuliko bongo flavor? Anaitwa Jamila aka Mama Rayyan au Mama Juma, yuko maeneo ya Mbuzini Kilimani Bar. Anasema kwamba anakuoneni live hapa. Live. Tunashukuru sana kuona hapa live hapa, nakuona bila chenga kabisa. Swali zuri. Yeah. Mimi kuingia yenyewe kwenye singeli, mimi kila kitu naona nimepelekwa na mashabiki. Kuimba yenyewe singeli, zamani nilikuwa naimba bongo flavor. Nimeshawahi kurekodi bongo flavor kadhaa, lakini nikawa napanda kwenye majukwaa kwa sababu sasa hivi singeli imechukua ukubwa sana. Kwa hiyo nikipanda kwenye majukwaa huwa nikawa najaribu kuimba singeli, majukwaa ya Uswahilini. Watu wakawa na uamko zaidi kwenye singeli tofauti na bongo flavor. Kwa hiyo nikaona kumbe mimi kipaji changu kipo kwenye singeli au kwenye bongo flavor, nilikuwa kama nazuga. Kwa hiyo nilipojaribu singeli naona watu wamenipokea kwenye singeli, ndo nikahamia mazima kwenye singeli. Lakini before nilikuwa nafanya bongo flavor. Ulianzia Uswahilini tu. Mita gani ambapo ndo ulikuwa unaanzia kuperform huko? Nilikuwa na perform sana Kinuni huko, nilishaimba sana. Kinuni. Yeah. Tundaua huko kote huko maeneo yako. Napiga show za kitaa, unazijua zile? Kuna tofauti gani wa kuperform maeneo kama hayo na kwenda kuperform labda katika yale maeneo ambayo wako watu serious hivi kidogo, labda katika majukwaa makubwa ama katika kumbi mbalimbali? Kuna utofauti wowote? Tofauti upo. Mfano kama mimi ninapoperform labda Kinuni tuseme kule Uswahilini, kwanza kuna watu wengi wanakujua. Kwa hiyo wanakupa support ile kwamba unaona unajua wanao. Lakini kuperform sehemu nyingine pia utofauti unakuta kwa sababu pale watu hawakujui. Sasa pale ndo atakuwa uonyeshe uwezo kweli. Yaani mtu alikuwa anakushangilia, anashangilia kweli kwa uwezo, sio kwamba anakujua fulani hata kama hujui anakupigia makofi. Kwa tofauti ndio unaona. Jamaa gani ambaye anaimba singeli hapa Zanzibar unasema huyu jamaa huyu mimi namuogopa, ananitisha huyo? Mimi ndo msanii namuogopa. Wasanii wengi nawakubali, wakina Zenji Boy, kina Jordan nawakubali wote. Jordan Boy. Nawakubali, lakini simuogopi mtu kwa sababu kati yao hamna mtu anayeniweza. Una mpango wote wa kufanya kazi na msanii kutoka hapa Zanzibar katika miondoko ya singeli? Mpango upo. Sio msanii mmoja, na wasanii wengi na mpango kufanya nao. Nani na nani mfano? Tupe wawili tu. Wako wengi kama wale wataja hapo. Na mpango kufanya na Jordan Boy. Na mpango kufanya na Zenji Boy tunataka. Zenji Boy. Wawili una mpango nao mkubwa sana. Na kuna msanii anaitwa Bizo Boy naye tuko katika mpango wa kufanya naye. Ukivuka maji labda kule Tanzania bara, nani unamwangalia? Tanzania bara msanii ambaye kioo kwa yaani unamwangalia just wewe unasema kwamba mimi nikivuka maji taasisi yangu ikiniwezesha huyu moja kwa moja mimi nakwenda naye kufanya naye kazi? Ni Dula Makabila. Kwa nini? Dula Makabila mimi ndo msanii ambaye na tunaweza kusema wa kwanza kumsikiliza kwenye singeli. Yaani singeli nilikuwa nasikiliza, lakini kumwekea umakini kwamba nasikiliza nyimbo zake Dula Makabila. Kwao yani ndo kioo changu, ndo mtu ambaye nilikuwa naimba na muangalia. Simkopi lakini yeye ndo anamwangalia. Kuna fununu tumezisikia kwamba nyimbo zako nzuri sawa, lakini kuna watu ndo wanakutungia. Hapana, mimi sije kutungiwa nyimbo. Oje kutungiwa nyimbo. Ila mimi ndo nina kazi ya kutungia watu nyimbo. Mimi mwandishi. Na nyimbo gani ambayo mwenyewe umeiimba sana kuiandika ukasema yes hapa nimefanya kazi? Kuna nyimbo inaitwa Utabarikiwa. Nani atabarikiwa? Utabarikiwa. Yaani mimi ndo ninauliza watu nitabarikiwa, alafu watu wamenijibu utabarikiwa.
Ulisifia nini? Au nilizungumzia maisha yangu. Nilizungumzia maisha ya watu wengi, lakini binafsi nilizungumzia mwenyewe. Yeah. Binafsi. Kuna mtu yoyote labda hata katika taasisi yenu baada ya kuwa tayari ushaandika mashairi yako moja kwa moja tunampelekea at least, hebu mkurugenzi, hebu pitia kidogo haya mashairi yangu unaonaje kidogo, alafu pengine labda anakuja kutia tiki pale, labda hichi ondosha, hichi ongeza, alafu sasa twende studio. Yeah, viongozi wapo na mkurugenzi yupo, kwa hiyo ngoma haiwezi kutoka bila wao kuipa sikio. Kutoka jambo moja, kuandika. Unajua sasa hivi wakati mwingine kuna baadhi ya wasanii unakuta inawezekana kwa tayari ameshatoa nyimbo yake, amesha rekodi, kisha kula hasara, alafu unajikuta inakwenda hewani BASATA umefika. Mambo atulia. Aki sasa pengine unajikuta mashairi hayajapitishwa kule kunako yani. Lakini wewe yani unafanya hicho kitu? Nafanya nikishaandika kabla ya kwenda studio, kwanza wanasikilizisha viongozi wangu, kishapitisha ndo tunaenda studio. Nao mara nyingi sana hawakukosoi sana. Nikosoi sana kwa sababu mimi naandika nyimbo zenye maadili. Zenye maadili kabisa. Sawa, muda unatuacha mkono kweli kweli. Hapa nikiangazia ni saa 3 na dakika 43. 3 na dakika 43. Mkurugenzi, kama kuna mtu anataka kuweza kujiunga katika hii taasisi yenu, mbali na kujaza fomu hapa, kuna vigezo vingine vyovyote mnaangalia kwamba kweli hasa huyu mtu anastahili kuja katika taasisi yetu, au ndo hapo tu yoyote akijaza fomu issue imeenda? Hapana, sio yoyote tu akijaza fomu, bali tunaangalia vipengele ambavyo tunaweza kusatisfy kwamba huyu mtu kweli anaweza kuingia ndani ya Zanzibar Youth Arts Collective, na ikiwemo kwamba yeye mwenyewe kwamba awe na ile sanaa ndani yake. Sio kila mtu tu anaweza akajiunga, hata kama mtu hana sanaa. Wengine hawana, kuna wengine wanao lakini hawajui. Kwa hiyo awe na ile sanaa ndani yake, lakini pia asiwe ana vile vikundirika, sijui naweza kusema hivyo, vikundirika. Asiwe amekutikana na hatia yoyote ambayo ilompelekea kufungwa jela, kwa sababu tunaamini kama itakuwa tayari ana makosa, anaweza akatuletea damage katika taasisi yetu na baadaye tunaweza tukatiliwa shaka. Kwa hiyo tunahitaji kijana ambaye yupo ni msafi, kijana ambaye yupo tayari kubadilika yeye mwenyewe, kijana ambaye pia yupo tayari kubadilishwa, akaambiwa akaambilika. Sasa kama mko tayari kumpokea kijana ambaye amebadilishwa, kweli nilipata makosa, pengine ndio huo ujana nikakumbana na makosa mengine, lakini niamua sasa kwa mtu bora, kwa nini hamnipi nafasi? Na tayari mshanihukumu. Pengine wakati mwingine mtu anaweza kufanya kosa ambalo hakutarajia, lakini akajikuta mengine, lakini pia ni mtu mzuri, kwa sababu si kila anayefungwa kwamba ni mtu mbaya. Kwa kipengele hicho tunaangalia kwamba ilikuwa ni mwaka gani, kwa sababu kuna wale wengine pengine mwaka juzi. Kwa hiyo kutoka mwaka juzi mpaka hii leo tayari ameshabadilika. Lakini mwingine anakuambia nimetoka gerezani Jumatatu na wakati leo ni Jumatano. Chuo cha mafunzo kwa kule. Mafunzo. Sasa unakuta wengine sasa kama mwizi ameingia kwa swala la wizi. Anaingia kishatoka sasa pengine akabadilika kweli. Sasa ndio tuseme kwamba nategemea mtu ameenda kosa gani kule gerezani mpaka mnasema ni hampi nafasi. Na kuna msanii mmoja akasema kwamba ama kaimba, wanaokwenda jela sio wote wanaachiliwa, wengine wanakwenda kwa kesi za kusingiziwa. Kwa hiyo yake inawezekana pengine sawa, mimi tu nimeshindwa wengine kujitetea, sina kosa na nimekwenda pale nimesingiziwa. Mnanihukumu sasa. Taarifa sisi takuepo. Lakini ndio kwa mujibu wa kesi ilivyokwenda, tayari umeingia hatiani, lakini pengine inawezekana kuhusika. Tuyawache hayo. Tuendelee na mengine. Swali la mwisho hili. Anasema kwamba habari zenu studio. Mimi naitwa Omar Hassan Mwinyi. Anaitwa Omar Hassan Mwinyi, anatokea kule Pemba. Anasema kwamba swali lake kwa mkurugenzi, anachukua pia vijana ambao wana ufundi wa umeme, yani refrigeration hiyo, anasema ushonaji, na je, katika taasisi hiyo nafasi zipo kama vijana wenye taaluma hiyo? Nataka kujua hapo. Taaluma Omar kutoka Pemba. Umeme. Kusema kweli kwa sasa hatuna.
hatuna, ila kwa wale ambao vijana ambao wanatumia ujuzi wa kuchonga ule upo. Wa kuchonga, sababu kuchonga ni art pia. Una design like meza, una design kiti, kwa sababu hata mimi mwenyewe hivyo vitu nafanya. Okay. Kuchonga. Nashika drill, nashika vyote hivyo. Kote. Mkurugenzi umetisha sana. Ofisi zenu ziko wapi? Okay, ofisi zetu zipo Kwarara, njia ya kuelekea Foni. Kwarara kubwa hiyo. Kubwa njia ya kuelekea Foni. Kwarara garage. Kule mwisho? Hapana, ufiki mwisho, ni hapa tu mwanzo kwenye kidaraja. Okay, hapo ndo ofisi mawasiliano. Je, kuna mawasiliano yoyote ambayo yapo? Wakati mwingine unajua kuna ofisi unaweza kuambia bwana ofisi yetu ndo hapa, lakini ukienda ofisi hiyo kutwa imefungwa hiyo. Hiyo ofisi kutwa ukienda imefungwa hiyo, hapana mtu. Anakuambia sikiliza, wewe unakuja kizembe bwana, wewe piga simu. Mzungu karahisisha. Mzungu karahisisha, ulimwengu unatembea huo. Kwa wale ambao watahitaji labda mawasiliano, wanaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba 077468 12 kupitia mitandao 07746812 52. Kupitia mitandao ya kijamii tunatumia Zanzibar Youth Art Collective @gmail.com, na kule IG Zanzibar Youth Art Collective. Haya, tukiwa tunamalizia. Zanzibar ni mkusanyiko wa visiwa viwili vikubwa, Unguja na Pemba. Na ukiwa kwa Unguja ukitaka kwenda Pemba lazima uvuke. Kama njia ya anga ama baharini. Vipi kwa upande wa kule kisiwani Pemba? Vijana wa kule labda kwa wale ambao wanataka kujiunga hapa, mnawasaidia vipi? Iko ofisi yenu kule au moja kwa moja lazima wao wafunge safari waje huku? Na wakija huku gharama zitabebwa na nani? Jicha kusema ukweli, sisi ofisi zetu zipo hapa tu. Bado hatuja kwa kusema kufungua branch nyingine ambayo ingekuwa tofauti na Unguja. Na vijana ambao mpaka sasa hivi tunawapata ni wa Pemba, lakini wapo makazi yao ni hapa. Sio kama mtu kutoka kule mpaka kuja hapa. Kwa hiyo vijana kama hao bado hatujapata kubahatika. Nadhani kwa nini mpaka sasa tuna vijana 7 ndani ya miaka 2? Ni mwamko tu wa vijana kwamba hawako tayari, hawajiamini wao wenyewe. Unawafikishia taarifa sawa sawa? Taarifa kila siku tunajitahidi kuwafikishia. Kwa njia gani? Njia tunayofikishia ni wale ambao tuko nao zaidi au tunakutana nao katika sehemu mbalimbali. Kwa sababu sio kama ni vijana tumekaa tu nyumbani, huwa tunashiriki katika sehemu tofauti. Sehemu ya matamasha, sehemu ya kazi nyingine binafsi. Kwa hiyo tunajaribu kuwafikishia. Kwa njia ambayo tunaitumia ni hiyo mpaka sasa. Naam. Anawaambia nini vijana hapa tumalizane naye? Neno langu kwa vijana kwamba wawe na mwamko na vijana waweze kujiamini wao wenyewe, waweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Vijana tuna ndoto na vijana tuna kesho nyingi. Hatuwezi kuijua kesho yetu ni ipi. Kwa hiyo kijana kama ana ndoto, kama ana sanaa ndani yake, basi asisite kujiunga katika vikundi mbalimbali. Sio lazima tu Zaka. Kuna vikundi vingi, kuna taasisi nyingi ambazo zinaweza zikawasaidia. Kwa hiyo akijihisi yeye ana uwezo wa kufanya kitu fulani, hata huyo kutoka Pemba alisema kwamba ana uwezo wa kutumia hayo mafriji, umeme wa friji, vipo vyo ambavyo vinaweza vikamsaidia. Kwa hiyo asione kwamba amekosa Zaka, kwa hiyo akaweza kukaa chini, ajiunge na vituo vingine ili aweze kujiendeleza na ujuzi wake. Okay. Mshe, nasemaje kwa vijana tu chap? Mimi vijana niseme tu tuamke, mtu kama una kipaji usikae nacho tu nyumbani. Ukipambania kipaji chako, na ndio hivyo kama tulivyo, nafasi zipo Zaka. Kwa na wakaribisha waje wajiunge, tuwe pamoja. Asante sana, nikushukuruni sana bwana. Asante. Kila la kheri. Asante. Inshallah, hamna shida. Moja kwa moja bwana, maana hawa tunakwenda hapa. Hii ni Sports Breakfast.